kwa minajili ya kuchangisha shule, kuwasaidia vijana. Asante. Asante young man, you tried but Kongo kabisa ke jaribu na lakini arabati na nyoginye. Pagao kyo ngubiro ngubito. Ono robta kwa berure. Alane ogwe. Tumekuja hapa leo kwa minajili ya kuchangisha shule yetu. Na lazima tuhakikishe kwamba vijana wetu wamesoma vizuri sana. Sisi ambao tulipata nafasi kusoma, we must give back to the society. That is why, Your Excellency, when you told us tukuja hapa, na rafiki yetu Chepchumbiat, when he told us tukuja hapa, sisi tukasema lazima tukuja hapa kwa minajili ya masomo. Kwa sababu the future ya watoto wetu ni masomo. Hakuna kitu ingine. Na pia ningependa kushukuru Bwana Faruk. Bwana Faruk. Kale gizo maneno Faruk leo jamsuguli nene. Ama moyo kongo Faruk kwa sababu hata yeye yani MP kichome somane ni mone ko Faruk ni number 1. Ako mongu wale agine konge ngolegi gile lokyo asibit konyor sabet endai. Your Excellency, tunakushukuru sana. Tunakushukuru kwa sababu umeendelea kushikilia kazi ya rais. Na tunataka kukuambia Mheshimiwa Naibu wa Rais, wewe ile kazi ulifanya dunia yote ilitambua. Tunakumbuka Mheshimiwa Naibu wa Rais, mwezi 3, achana hata hizo miezi zingine yenye watu walifungwa, watu walijaribiwa, watu walifungiwa ma-accounts, watu walifanyiwa madharau mingi sana na serikali iliyopita. Ya muhimu ni miezi 3 yenye ilikuwa imebaki ndio tuende election. Wakati hatukuwa tunajua hata wewe, hata rais ataishi kuona the following day. Wakati kila mtu alikuwa ametishwa kwamba wewe ukionekana na naibu wa rais ndani, kama wewe ni waziri ukionekana na naibu wa rais unashukishwa kazi. Mheshimiwa Naibu wa Rais, wewe ulisimama na rais wetu mpaka ukafikisha yeye mahali yako. Na sisi tunajua hiyo sana. Na tunataka kukupea uhakikisho hapa Nnadi. Kwa sababu Mheshimiwa Naibu wa Rais, unajua kwa jamii yetu ya Kalenjin, wa Nnadi ndio mtoto mkubwa. Nnadi ni nyumba gani? Kubwa. Na sisi wengine wa Kipsigis, Watuge na wengine tunafuata Nnadi. Tunataka kukuhakikishia hapa Nnadi kwa nyumba kubwa ya Wakalenjin that we will never betray the cause yenye mulianzisha na rais wa Jamhuri ya Kenya. Tutaenda na wewe mpaka mwisho. Kama ni shimo gani, tutatembea na wewe mpaka hiyo shimo. Kwa sababu uliamua kutembea na rais wetu mpaka ile shimo alipitia. Tunakumbuka kenye yule rais alikuwa hapa. Na unajua sisi tukishaamua kufuata mtu tunafuata. Moi alipotuambia tufuate Jomo Kenyatta, tulituma wazee huko Gatundu kupea Jomo Kenyatta ile nguo yetu ya uongozi, na tukafuata Jomo Kenyatta mpaka akazikwa. Alipotuambia baadaye tufuate Uhuru Kenyatta, tukafuata Uhuru Kenyatta hata mpaka wakati aliangushwa, alianguka na sisi. Lakini we never gave up. Tukasema tutapea nafasi wakati ingine. Tuliposema tufuate Raila Odinga, tulimfuata mpaka akatupeleka kwa shimo. Kwa sababu sisi ni watu ya haki. Baadaye rais mwenyewe akatuambia tufuate huyu kijana ya Jomo. Tukafuata yeye. Na tunajua background yake mzuri sana. But tulisema tunaenda na yeye mpaka mwisho. Na tulisukuma yeye mpaka mwisho.
Alipomaliza yake akataka kudhulumu rafiki yake, na sisi hatukujali. Tulisema malipo Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anajua. Wewe ukajitokeza ukasema hata kama Uhuru Kenyatta ameruka Rais William Ruto, wewe mwenyewe huwezi mruka. Ukashika troops yako yote ya Central Province ya Mount Kenya ukalete ndani, na ukaambia Uhuru Kenyatta, wewe tumekumalizia yako barabara ya kuenda Gatundu, kama unataka tukutengenezee tembea uende Gatundu. Lakini kura ya rais wa Jamhuri ya Kenya inaenda kwa William Samoei Ruto. We will always remember that, Mheshimiwa Rigathi. Na ndio nakwambia tuko nyuma yako. Tuko nyuma yako mpaka mwisho. 27 tuko pamoja, tunalingana hapo, tunapima mbele. Tukimaliza hiyo tunaenda yako. Kwa hivyo nataka nikuhakikishie, ukikuja hapa ukuje ukijua sisi kama jamii we will never betray the cause that you started with His Excellency the President. Kobiga hapa.